Babu, kuna hili jambo la msingi sana ambalo unaweza ukanisaidia mawazo. Ndio. Unajua, katika maisha haya tuliyokuwa nayo huwa kuna migogoro mingi sana kuhusiana na masuala ya mirathi baina ya familia na mke. Wewe una mke wako, umeshirikiana naye kwenye hali ngumu sana na umepita naye kwenye changamoto kubwa sana ya kutengeneza kile ambacho mlichokitengeneza, hususani maybe nyumba. Yes. Mmenunua mali, mashamba. Okay. Lakini wewe unapofariki unategemea kwamba mke wako ndiyo aendeshe kile ambacho ulichokiacha. Lakini kwa nini familia inakuja kusimama na kuhitaji kwamba ndugu yetu au marehemu ameacha nini, na kuhitaji kwamba wao kujua kila kitu ambacho marehemu ameacha ili waweze kufanya kile wanachoamua wao kukifanya? Hivi hapo unahisi kuna uhalali na kuna usahihi wa namna gani? Unazungumzia watoto? Nazungumzia ndugu kuja kumkonvinsi mke wako kwamba marehemu ameacha nini na nini, ili wao ndio waanze kupanga matumizi ya vile vitu ambavyo wewe umeviacha. Hivi unahisi kuna uhalali wa ndugu kuja kumuuliza mke wako marehemu ameacha nini? Upo uhalali kwa sababu ndio unapozungumzia ndugu unazungumzia familia, yaani familia na familia uzao ukoo. Ndio. Na mwanamke anapoolewa maana yake anaacha ukoo wake na kwenda kuanzisha ukoo mwingine. Ndio. Kwa hiyo wapo ndugu ambao wanakuja kwa maslahi ya ile familia ili iweze kujua kama litatokea lolote wao ndio wapambanie haki ya msingi kuhusiana na watoto walioachwa. Ndio. Kwa sababu mwanamke anaweza mwanaume akafa na akaolewa tena. Ndio. Lakini watoto watabaki kuwa warithi halali wa hizo mali. Na ndio maana ndugu wanakuja ili kujua uhalali na marehemu kaacha nini, ili waweze wale watoto kunufaika, ikiwezekana na yeye mwenyewe mjane kunufaika. Kwa hiyo ipo hali hapo. Nimekuelewa, nashukuru sana.